Mungu ukiona umenyamaza uende itakuja damu huwezi kujua. Wewe tulieni tu. Kwa hiyo moyo wangu unaofuraha sana kuona kwamba kama alivyosema katibu wetu mkuu kwamba Bwana alitenda na kanisa amelivusha salama. Haleluya. Najua kuna watu wengine tunaitwa kama nguzo, unasukuma nyumba ikishasimama nguzo inatulia. Haleluya. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba uamsho unaenda kutokea, Tanzania itajua. Mimi najua jambo moja, hakuna mateso yasiyokuwa na taji. Toka nimezaliwa kwa umri wangu mdogo na mkubwa vile, sijawahi kuona mateso ya mwenye haki yanayokuja kwenye maisha yake, yawe kwa mbaya au kwa mema, ambayo ndani yake hayana taji. Ni tafsiri yako tu wewe. Haleluya. Ni tafsiri yako tu wewe. Hivi, huu mfano hautakuwa mzuri, lakini ndani yake una mantiki kubwa nzuri. Haujawahi kuona vitoto vidogo vya miezi ghafla vikapotezewa na wazazi, alafu wazazi walikuwa na hali isiyoeleweka. Cha kushangaza, Mungu akainua watu wa kutengeneza maisha ya watoto kuliko hata wazazi ambao wangefanya. Mungu hatafsiriki kwa akili, Mungu anatafsirika kwa ufunuo. Haleluya. Na usiwe na wasiwasi, taenda naona vizuri tu. Wakati mimi nilikuja, najua tu nimekuja nifanye mambo fulani ambayo nimeagizwa kufanya ya kiofisi, na nimalize kufanya nirudi zangu katika mji wangu. Bwana asifiwe sana. Lakini nikashangaa naambiwa lazima useme jambo. Na mimi ninyang'anye vyote unavyotaka, lakini usinyang'anye Injili. So mimi duniani ninachokijua, nilikaa ndani ya miezi 9 ndani ya tumbo la mama yangu, na Mungu akaruhusu nizaliwe tarehe niliyozaliwa usitafute kuijua, ili tu nifanye kazi hii ya kufungua watu, ya kuambia watu habari njema, ya kuinua watu na kuambia watu songa mbele. Kwa sababu katika haya yote nalipwa. Ndio mkono wako wale mama. Amen. Sasa wakati huo baba aliponiambia, nikasema Mungu wangu ni muujiza. Naambiwa kuongea mbele ya watakatifu, na ilivyo mlivyo watakatifu hivi. Mungu huu ni muujiza. Na mimi nikafunga mkanda kama ule ule. Haleluya. And guess what? Nikaanza Mungu, nimeandika kusikika mata. Hii awi nafutafuta. Hii awi. Ghafla Mungu ananiambia hapana. Mnamo neno kwa ajili ya watoto wangu. Haya yote wanikafuta. This is my message. Amen. Na mimi nahudumiwa kama ninavyohudumiwa. Sababu hii ni fresh kwa ajili ya Iringa. Mungu ameniambia niwaambie watakatifu sana kaka, kwa vile kuna chakula kinakuja Bwana. Anawaambia watakatifu wangu, nimekusudia kuwarejesha. Amen. Nimekusudia kuwarejesha. Hivi unanielewa? Haleluya.
ni habari za mbingu. Amen. 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 Na mfahamu tunameshaanza kuhubiri kama Samuel. Swali yangu na mfahamu mtu mmoja anaitwa Daudi. Daudi alipakwa mafuta na Mungu. Na baba yake hakujua, mama yake hakujua. Sinajua sasa ya kuzaliwa kwa Daudi. Na ndugu zake hakujua. Lakini Mungu kumbe alikuwa kwenye moyo wa Mungu toka ule wakati alipopatikana katika hatia. Elewa wewe. Yaani ni mimi Zaburi sasa ya Daudi anakiri mwenyewe alipopatikana. Sasa lakini anapatikanaje? Haikuwa shughuli ya Mungu. Mbingu ziliangalia majira ya Israeli kupata mtu tena sahihi. Kwa wakati ule Mungu alichungulia, na ili unajua Mungu afanye kazi duniani mpaka wapo mtu tayari. Kwa Mungu alipochungulia akakutana kuna watu wawili mahali wamejiandaa, na Mungu sasa anataka kuachia, akasema hawa nadumukiza katoto fulani na analianisha. Akadumukiza. Kamezaliwa hata na baba aliyekazaa haelewa amezaa nani. Mama naye aliyezaa haelewa amezaa nani. Kilichotokea sijajua hata kama kalipelekwa shule. Kameanza kukuakua, mzee akasema kuchunga. Anasema Daudi no problem. Anaenda kuchunga. Lakini anaenda kuchunga ni vijitu, ni vimwamba, ila anaenda kuchunga. Sasa akiwa kule machungani, Mungu wakati wake umefika. Naenda polepole na namaliza haraka. Si utasoma kitabu. Mungu wakati wake umefika. Kwa sababu kuna jitu moja limefanya ukorofi. Sasa ile iliyofanya ukorofi, Mungu ameshasema ni wakati wa sasa, na ameshajiandalia. Siku zote kwa Mungu amejiandalia. Haleluya. Amen. Sasa Mungu anaenda kusema na nabii Samuel kwamba safiri, nenda katika mji fulani wa jamaa fulani, nina kitu nataka kufanya huko. Okay? Sasa lakini akijua yule jamaa naenda. Sasa nimesema nenda. Sasa amefika nyumbani. Alikuwa nyumbani wameletwa majani ya Ethiopia. Hamna kitu. Mbona yana desturi nikimwaga tu mafuta yanadondoka hapo. Mpaka Yesu hiyo kwa experience nilizonazo za kumjua Mungu na kukama na Daudi. Una shida. Na unaniuliza watoto ni hawa tu. Sana. Sio hawa tu. Kapo huko. Kana huko. Kapo huko. Ndio. Kapo leta hapa. Akiliwi kitu. Ile mpaka kamekuja. Amen. Hello. Lakini awamwia mmerudi machungani ana mafuta. Kesi ya kwanza anakutana na ndugu, anakutana na simba, wanachakachua, anawachakachua. Haleluya. Kumbe yuko kwenye mazoezi. Baba, kuna wakati wa kuwa kwenye mazoezi. Haleluya. Haleluya. Sasa baada ya na nikutie moyo mtu wa Iringa, yale mazoezi yafurahie, maana leo tunarejeshwa. Ningekuja kusema leo tuandae. Sasa nini kimetokea? Baba amemwambia nenda kaone ndugu zako. Si unajua ndio tunachofanya? Tunakijua kiburi chako na roho yako mbaya.
tunakijua kilichokuwa wewe. Mimi na ubaya gani tunakijua? Daudi anakaza maana anajua. Namtaka mwenye kusema, sio mimi naweza kuongea. Nasema kaza. Haleluya. Walipokutana na mwenye kukaza na akamwambia wewe huwezi vai. Daudi akacheka kagoma. Lazima asikize mzee. Mimi lazima nina mazoezi. Kwa mkono huu kuna jambo lilitokea. Nipe ruhusa tu nikuonyeshe jambo. Daudi ameenda. Kilichotokea ndani. Sasa nini kwenye mahubiri? Daudi imefika wakati amepitia shida mpaka kwa sababu unajua Daudi alikuwa anakaa ikulu anapiga kinubi kwani kwa ameshampeleka mazoezi ya ikulu na baada ya kumpeleka mazoezi ya ikulu Daudi ikabidi atoke ikulu sana ameshajua. Haleluya. Basi Biblia inasema alikuwa anaenda anapiga na anarudi nyumbani kuangalia machunga. Kwa hiyo Mungu alimpeleka tu. Sasa angalia nini kimetokea. Daudi akiwa ameshinda vita ya Goliath akapata kibali cha kuwa anaenda kula mezani. Amen. Lakini sasa mezani kwa mfalme kulikuwa kuna kala moto. Haleluya. Nini kimetokea? Ikatokea shida mpaka ya Daudi ya kukimbia mapangoni. Sijui katika utumishi huu kama mzee wetu mlango alikuwa kukimbia mapangoni. Lakini sasa alikuwa kwenda. Shida anaenda mapangoni. Ila akitoka mapangoni. Wameenda kushindana ndani mapangoni. Undiwa kwenda pangoni sio mbele. Mshindi yeye wameshujaa huwa anaenda pangoni. Ndio wanaenda pangoni sio mbele. Nasema hivi, shujaa huwa anaenda pangoni. Amen. Sasa Machila yuko pangoni kitu kituko wapi? Baba wewe nasoma Biblia sisi nimecheka sana. Wakati ameenda pangoni, Biblia inasema kitabu cha Samueli kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22 utasoma kwa wakati wako usinipotezee muda. Mimi nataka kupaona andika. Haleluya. Sasa akiwa pangoni Biblia inasema jamani ndugu zake wanatoka wale wenye madeni na maskini. Wale wenye madeni na maskini. Mungu atumie matajiri. Mungu anatumia wenye madeni na maskini ili utafsiri utajiri wake. Ninawataka leo. Bwana amenituma Iringa. Haleluya. Sasa sikiliza. Biblia inasema sikiliza kituko mzee. Walifika wale wenye madeni na maskini. Watu 400 wako naye kambini. Wakageuka kumwambia mzee, tumekufuata. Tunaona wewe utakayetusaidia. Tunaona wewe utakayetuvusha. Tunakujua wewe utakuwa ndio jenerali wetu. Usisubiri mwenye pesa. Usisubiri mwenye nini. Kuna wale wanakuja ni kama hawana nguvu. Ni kama hawafani. Lakini kama Mungu amekuamini. Haleluya. Na neno la kinabii Iringa. Neno la kinabii kila baba yetu. Bwana amenituma leo. Haleluya. Sasa angalia. Wale wanadeni wasema tutakuweka. Utakuwa ndiye kiongozi wetu. Utatuongoza. Sasa wakatoka mzee. Wakaenda mpaka kwa mfalme wa Filisti. Kule. Walipoenda wafika pale. Hakuwa na shida ile mzee. Hakuwa na kale mzee. Kwa mtania kama kushoda akamwambia usiwe taishi. Mama pale. Wakiwa wamefika pale. Wakakaa vizuri. Sasa ikatokea Israeli wameenda kupanga vita tena. Wameenda kupanga vita tena. Sasa wakati wameenda kupanga vita tena. Kuna wao wakakusanyika na wazee wa baraza. Unajua kuna washauri wa ikulu. Tumshauri mzee, ni tungani
Yule mleta nani? Si yule maana unajua upako lazima kutambulisha. Na ni wewe unatambulisha. Nenda na usio kutaka, wanafanya kutaka kiwa kutambua. Kanuni ya mafuta, kanuni ya neema. Hata wasio kutaka, wanafanya wakutaki, lakini wanakutambua. Kuna watu wanafanya hawatutaki, lakini wanakutambua. Wakaimba nyimbo, ameua. Wewe mzee unakuja na yako, wakakasirika. Kumbe kuna wakati walikasirika, si kwa sababu walichukia, walikasirika kwa sababu kwa mpango wa Mungu. Walikasirika kwa sababu Mungu alitaka, walikasirika kwa sababu Mungu aliamuru, walikasirika kwa sababu Mungu alipenda, kwa sababu Mungu anaweza kuzuia kila Mungu anaamua tunayote. Haleluya. Sasa nisikilize. Wakatoa. Sasa walipowatoa, Daudi na watu wake, jeshi linazidi kukua, wako 600 sasa. Daudi na watu wake, jeshi linakuwa. Waliokuwa, sikiliza, wale waliokuwa maskini na madeni wamekuwa maskini hapa. Yaani hawaonekani tena kama ni wa madeni, hawaonekani kama ni watu wasiofaa tena, wanakaa ikulu. Kumbuka walikuwa na nini na madeni. Na wao usikilize kitu kwa makini sana. Ukijiunganisha na mtu sahihi, hata kama hana kitu ungepata. Haleluya. Ukijiunganisha na mtu sahihi, hata kama hana kitu ungepata. Na Mungu Paulo anasema tunaonekana hatuna, lakini tukiwatajirisha wengi. Haleluya. 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 Tena na hizi nyingine wanatumia za ajabu ajabu. Sio anazitoa. Lakini nataka nikwambie ukweli. Yesu akiamua kutenda, hakuna anayeweza kumzuia. Yesu akiamua kufanya, hakuna anayeweza kuzuia. Wala hajawahi kutokea wa kumzuia Yesu alikuwa. Haleluya. Na Yesu akiamua kutenda, hatendi kwa frustration. Hatendi kwa sababu wewe una sifa fulani. Never. Yesu anatenda kwa sababu anajua nini ameweka ndani yako. Kwani Yesu anainua sana, anachomoa sio na sifa, ndio wapatie sifa. Anaweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini. Wakaambiwa nini? Ondoka. Daudi ikabidi aondoke. Sasa ndio kwenye ujumbe nimalizie. Kama uko unanisikiliza pole. Daudi akaondoka. Kuondoka mzee. Tunaenda sura ile ya 30. Sura ile ya 30 kitabu cha Samueli wa kwanza. Nataka nitasoma kidogo. Kuondoka. Walipoondoka, wamekuja kawambini kwa sababu wamefunga viatu. Mambo yamekuwa mazito, wamekataliwa, maana wamefukuzwa kazi. Unajua wamefukuzwa nini? Kazi.
prayers wa Wafilisti. Sasa Mungu unakata kazi inaondoka. Wamefukuzwa kazi kama kuru. Sasa walipoondoka chaja wamefika kambini, wake watoto nyama wamefukuzwa kazi. Mfalme wamerudi kule, hamna tena familia inaondoka. Biblia inasema kilichotokea walikaa wakalia machozi wote. So kitabu cha Samueli, kama mtu ameshafungua hapo, yeye alisomea haraka tusipoteze muda. Samueli wa kwanza sura ile ya 30. So Soma mstari wa 4 mpaka wa 6 pale. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia. Hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka. Ahinoam wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Angalia, timu nzima imerudi. Wamerudi kambini. Wamefika kambini, wamekuta peupe. Ungekuwa wakati ningemwambia kwa lugha zetu, maana ingeloga sana. Lakini hata ni tafsiri kwa Kiswahili. Lakini ukiongea kwa lugha inakuwa very heavy. Yaani wakakuta sehemu walipokuwa wamefunga busi imebaki kamba. Sio ndio? Asa kilichotokea wakaamua wote wakakaa. Wakalia kama sisi kawatoka. Yaani kama zitatoka kila mtu na staili yake. Kama ndugu zenu wale wa kule na nini wanajaliana. Kila mtu na staili yake. Machozi yakawatoka. Hawajui wafanye nini. Walipoona nguvu zikawaisha. Umeshaja kama kuzabusha. Na nguvu zikawaisha. Sasa na nguvu zimemwisha. Lakini sasa wakaanza kunong'onezana. Wananong'onezana nini? Ni huyu Daudi sana. Asiyekuwa yeye tusingefukuzwa kazi. Wameshasahau kwamba yeye amewasaidia. Huyo ndio tabia ya mwanadamu. Asiyekuwa yeye tusingekuwa kwenye hii hali. Kwa hiyo tumpige, tumuue, basi. Hata mkishakuwa na ndugu wameondoka inakuwa. Wakasahau wale waliotia moyo. Wakasahau. Basi tumuue. Biblia inasema Daudi akawasikia. Daudi akawasikia. Akasema hapana. Nipe naivela. Kama nipe naivela. Daudi ninasema kwamba akachukua naivela. Akaenda kumuuliza Bwana katikati ya kuchoka. Katikati ya msiba. Katikati ya kuelewa. Akasema nipe naivela. Akachukua naivela. Akaenda kumwambia Bwana, ninataka kusema huwezi kurejesha kama kwanza hujaamua kujitia nguvu. Huwezi kurejesha kama hujaamua kwamba sasa naenda mpaka lini, naamua kwanza kujitia nguvu. Nimesema Daudi atajitia nguvu. Sijui unapitia nini leo.
sijui na jambo gani leo, lakini Biblia inasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Ninatafuta mtu ambaye mshana leo atasema neno hili, leo ninayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Katikati ya ndoa, katikati ya watoto, katikati ya kazi na mazingira magumu ndani ya kanisa, leo ninaamua ninayaweza mambo yote katika yeye atutiaye. Unaweza hakushughulika na mpango wa Mungu, alishughulika na namna ya kupata ukitaka kufanikiwa. Haushughuliki na kinachokuletea msiba, unashughulika na kuondoa msiba. Msiba ulishakuja tu, ndio ulishaumwa, ulishakaa nyumbani, ulishaumizwa, kushughulika na kuumizwa tena, unashughulika na kupona. Hatushughuliki tena na kanisa lilikuwaje, tunashughulika tena na uamsho ndani ya kanisa. Akasema hapana. La pili, Daudi alifanya verse 3, akamuuliza Bwana, Bwana ameomba sasa. Kwanza amepitia nini? Anaomba, na katika kuomba anamuuliza Bwana. Kwa muda mwingine hayatafuti mapenzi yake, anayatafuta mapenzi ya Mungu juu ya kilichotokea. Wanamuuliza Mungu, niwapambie au nisikie? Watapatikana au kuna kwa nini usijui? Kwa nini Mungu nimeomba? Tunataka kutafuta jibu. Sasa umeshaomba sasa. Haya, Mungu unaomba sasa. Kwa nini mgongo unaomba? Na ni ushughulikiaje mgongo? Sipo. Niwapambie au nisiwapambie? Kwani nasema nitakufundisha, nitakushauri na nitakuongoza. Nitakuangalia, nitakufundisha na nitakuongoza. Ni macho yake yanakutazama everywhere. Unapoenda kumuuliza Mungu, maana yake umetambua kwamba yeye ni mwalimu, yeye ni mshauri, na anakutazama. Ndio Mungu akamwambia. Mstari wa 9 unasema, ule pale chini anasema kabla ya mstari wa 9. Mstari wa 6. Naye Daudi akafadhaika sana, watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana, akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata?
utawafuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Sikiliza. Utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Biblia Kiingereza inasema vizuri sana. Haleluya. Amen. Nasema hivi, utawapata. Utawapata. Ana maneno. Utawapata. Nasema hivi, utawapata. Nasema waendee. Nasema waendee. Endea mali zako. Endea kazi zako. Endea afya yako. Endea. Nasema waendee. Tuwalikwambie, utawapata. Tuna maono ya watu 500. Waendee hapa. Waendee. Waendee magharibi. Waendee mashariki. Waendee kusini. Utawapata. 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 Soma mstari wa 18. Mstari wa 18 nao unasema, Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki. Achopo. Daudi akawapokonya. Sema nitawapokonya. Nitawapokonya. Sema vizuri. Sema nitawapokonya. Nitawapokonya. Kwenye safari hii ilikuwa rahisi. Daudi wakati anakuwa mjane msikakaribia na kile ule mtu. Biblia inasema watu 200 wakakata tamaa. Wakaona hawataweza kuendelea mbele. Walipokata tamaa, Daudi hakuangalia. Yeye alikaza macho yake kusonga mbele. Nitie moyo nikwambie. Na nataka nitie moyo wangu nimwambie. Katika safari tunaoenda sasa, kwa sababu ni wakati wa kupokonya, ni wakati wa kuleta. Kuna watakao kata tamaa, kuna watakao rudi nyuma, au tunakumbuka, au tunawaacha, hatushughuliki nao, watatuchelewesha, hatuko tayari kuchelewesha na watu wao. Wameamua kukaa njiani, wacha wakae njiani. Ninasema wacha wakae njiani, wacha wakae njiani. Kuna watakaokaa njiani, watagoma, watakaa njiani. Na ili uweze kushinda vita hii, na ili uweze kurejesha mtu wa Mungu, sikiliza maneno haya. Lazima waota moto, wakatisha tamaa, wakumbuke wote. Watakuchelewesha. Sema kwa jina la Yesu, wale wote wanaokatisha tamaa, baki njiani, baki njiani, baki njiani. Wasipobaki njiani, watakutesa. Wasipobaki njiani, tutachelewa. Kama ni tabia, iache njiani. Kama ni tabia mbovu, acha njiani. Hapo kamwe, nakuchelewesha. Acha njiani. Kama ni uongo, acha njiani. Hapo kauongo, katakuchelewesha. Kama ni kiburi,
dirisha la neema. Narudia tena, nisikize kwa makini sana. Kadri unavyokaza kwenda, Mungu amekuandalia dirisha la neema. Pia tena ninasema kuna dirisha la neema, kuna dirisha mbele ya kukaza kwangu, mbele ya kukaza kwangu. Walipofika wakamkuta kijana siku 3 majana, Mungu amempiga nyondo, dirisha la neema hilo. Sasa Mungu dirisha la neema anafungua kwa mtu. Kuna mtu atafungua mbele yako. Nasema dirisha la neema huwa Mungu analifungua kwa mtu. Yaani kuna mtu amebeba hiyo kwa ajili yako. Pigwa nyondo siku 3. Yuko pale na wewe sasa. Tukifika pale akala na maene wenye wanani na unajua tuvalia pia kwanza. Sawa, no problem. Ila nataka kujua sasa ni kweli atakupeleka mzee. Nataka nikwambie dirisha hilo litakupeleka mpaka vitu vilipo. Anasema njia hiyo itakupeleka mpaka vitu vilipo. Mpaka vitu vilipo. Sikiliza, kuna njia itakupeleka mbele ya njia yako. Ni kweli huna kutangulia mbele. Kila ukifanya application zinatemwa, nimekuja ili na kukwambia hazitatemwa. Kwani malaika ulisikia kuna msiba wa malaika? Hapana. Kwani ulisikia kuna mazishi ya malaika? Hapana. Ulisikia malaika expire? Hapana. Sana kitabu cha Ibrania kinasemaje? Na hao malaika watumikia na kuhudumu watakatifu na wapi? Wale watu malaika wanaohudumu. Tutawatuma leo kukagua mafaili. Tutawaambia leo wakatafute mafaili yetu. Tutawaambia leo waende watuhudumie. Ugeuza watumishi wake kuwa mwali wa moto na malaika kuwa pepo au kuwa roho. Hao roho wakaenda, maana ndio wanaweza kwenda na sasa wakaingia kwenye yale maeneo wakachomoa tusivyoweza kuchomoa. Tumoja sema sema leo malaika wangu, malaika wa Jehova anamtuma. Jehova anaenda. Watu wanaamini kurejesha. Sema leo malaika wangu anatumwa. Kuna Mungu niko nikiwa mtalaika. Kwani nimejua hao wanasoma kitabu cha Matendo ya Mitume wakati wanaomba kilango cha lango kimefunguliwa, Roho ametoka kugonga. Nani huyo? Lazima ni Petro kama wewe. Sio Petro, hapa ni malaika wake. Kumbe kila mtu ana malaika. Unaye malaika wako. Hujamuingiza taswiri. Leo Yehova atamtuma. Sasa lazima nijeshi. Yeye atakayefika tusipofika. Haleluya. Roho Mtakatifu maana ndio ukaa ndani yetu. Hujasikia yule roho aliyomfufua Kristo katika wafu, naye anakaa ndani yetu. Warumi ametuambia yuko ndani yako. Sasa huyo roho analeta kila kitu leo. Haleluya. Alijua Mungu wake, alijua kuna dirisha. Sasa kumbe mwana alipofika, Biblia inasema akarejesha. Mstari wa malizia 19 tuishie hapo kwa sasa. Mstari wa 19 unasema wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Yaani umekaa tu yeye kwa nabii. Amen. Sikia. Hakikupotea kitu hata kidogo. Kweli nimeondoka. Unajua nini? Ifikika mtafsiri Mungu katika mapana yake na katika nguvu yake. Kuna vitu havijafanyika kwenye maisha yako kwa sababu hicho ndicho kiwango chako cha kumtafsiri Mungu. Lakini nataka nikwambie, mtafsiri Mungu katika nguvu yake. Mtafsiri katika uhalisia wake. Mungu anasema
kila neno ni pumzi yake na limekaa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Neno hili sio la Daudi tena. Neno hilo katika nusu liandiko kwa ajili yangu na wewe. Kwamba Daudi alirejesha kila kitu. Kwa neno hilo kama Daudi alivyorejesha kila kitu. Kwa neno hilo sasa tunamwambia Shetani, sikiliza. Kuna kurejesha kila kitu. Kuna kurejesha kila kitu. Kuna kurejesha kila kitu. Kuna kurejesha kila kitu. Wewe umekaa. Kuna kurejesha kila kitu. Wewe umekaa. Kuna kurejesha kila kitu. Kuna kurejesha kila kitu. Kuna kurejesha kila kitu. Watoto wamefungwa kwenye dhambi wanarejea. Kuna kurejesha kila kitu. Mwenye haki akiamua anarejesha. Mwenye haki akiamua anarejesha. Nipende kikambi ukiwa umesimama hivyo. Niseme na utu wako wa ndani. Nataka niseme na utu wako wa ndani. Wapendwa, sikiliza nikwambie. Kama kuna watu watatucheka tukienda mbinguni ni kina Daudi, kwa sababu neema waliokuwa nao sio tulio nao leo. Sisi Kristo alikuja tena akafanya uhamisho, anakaa ndani yetu. Wakati ule alikuwa hakai ndani, alikuwa juu. Haleluya. Unajua sisi leo ni Roho Mtakatifu yuko ndani yetu na yuko juu yetu. Sina ni rasu. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu na yuko juu yetu. Unaweza kuangalia hivi. Unaweza kama unielewe. Sikiza. Sikiza kwa makini sana. Unamjua watu mtaita Samson? Samsoni akaenda siku moja kuzini. Ameenda kuzini. Wakaenda wakapewa taarifa. Wale wote walikuwa ofisi wote. Wakamwambia Samsoni yuko kwa yule kahaba. Lakini kumbuka Samsoni roho wa Mungu yuko juu yake. Kwa Samsoni kumdani hana kitu cha kumwambia. Yaani kinachomsukuma kwamba hii ni mbaya. Ila ana nguvu juu yake. Kwa akiwa anazini pale, amepewa hizo taarifa. Yeye anaweza wewe kama unatafutwa. Hakuangalia, akatoka kwenye uzinzi wake ambao ndio kitu leo wanasingizia watu sana. Akatoka pale kwenye uzinzi wake, akaenda kwenye kile kilango, akaunyanyua ile geti, akapanda nao juu ya mlima. Akamwambia ni chetu sasa. Wao wakafikiri atampata, kumbe hajampata. Unajua kwa nini Mungu hakumshughulikia pale? Roho wa Mungu akamwambia hii ni mbaya au sio mbaya. Hajawa mbaya, ila Roho wa Mungu alikuwa juu yake akatenda matendo makuu. Leo hii Biblia inasema hivi. Yesu akasema, haya ndio kile mtume wana kina Petro walikuwa hawawezi kufanya. Mpaka Yesu akamwambia, kaeni mpaka hicho chumba. Atakuja yule msaidizi, atakayewasaidia na atakaa kwenu, atawafundisha yote, atawafasiria yote, na yeye atawajulisha yote. Na atakuwa nanyi milele. Atakuwa nanyi milele. Sio kuja kuchungulia na kuondoka. Sikiliza, tunaye Mtakatifu anayekaa ndani yetu milele. Sio kuchungulia na kuondoka. Kazi yake ni nini? Ni kutushuhudia hii ni dhambi. Yes. Ni kutushuhudia hii ni baya. Ni kutushuhudia fanya hivi. Sasa mbinguni watatuuliza kila sana. Kama ningekuwa na hii neema ya Roho wa Mungu yuko juu yangu na yuko ndani yangu, the spirit of might come above. Yani acha kwambie roho ile nguvu ya Mungu inakuja kwa ajili ya matendo. Na kwa nini iko ndani yako? Kwa ajili ya kukusaidia. Haleluya. Tuuliza, wewe uko na Mungu ndani yako? Ndani yako. Yesu akiwa Biblia inasema kwamba Yesu akaenda amejaa roho, lakini alipokuwa kaja katika nguvu za nini? Alipofika pale kwenye kile kijiji cha watu wake. Nini alichosema? Kusema roho